Kujitambua ni stadi muhimu inayomwezesha mtu kuelewa uwezo wake, udhaifu, thamani, msimamo, ndoto na matarajio yake. Hakuna maisha yanokuja mazuri ukisema nimeridhika. Nina chachu ya kuzidi kupata ufahamu vipi maisha yanavyoenda, nipite wapi, nipite njia hii. Hata hivyo, mara nyingi msimamo na matarajio ya mtu vinaweza kuathiriwa na mazingira ya kifamilia na ya kijamii. Mimi wakati mdogo ulikuwa ukinituma sokoni niende na kikapu, hata kama ndabeba machungwa mawili, ni adhabu kubwa, ni bora unipe kilo 10 kwenye kiloba, sababu nilikuwa nachukulia vikapu ni vitu vya kike. Usisahau, msimamo na matarajio ya mtu vinaweza pia kuathiriwa na mifumo ya elimu, vyombo vya mawasiliano na hasa mitandao ya kijamii katika zama hizi za kidijitali, dini na hata marafiki. Sikuwa na marafiki bora. Marafiki wangu wengi walikuwa na CV sana mbaya. Ila sasa hivi nimejifunza kuchagua marafiki walio bora. Na haya ni matokeo ya mradi wa Kijana Jitambue chini ya shirika la Femina Hip, ukiwasha mwanga wa matumaini kwa vijana wa Kitanzania kuelekea safari ya kujitambua kwa kujibu maswali ya msingi. Mimi ni nani? Naweza kufanya nini? Na nitakwenda wapi baadaye? Ni maswali aliyojiuliza kijana Bakari Shabani Kizamba, mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari ya Funguni, wilayani Pangani, mkoani Tanga. Tangu zamani alivutiwa sana na simulizi za maisha ya vijana kwa namna ya maigizo zilizochapishwa kwenye majarida ya Femina Hip. Nilichoangalia mule sana ilikuwa stories za wanafunzi walikuwa wanaigiza. Ndoto yangu kubwa kipindi nipo mtoto nilikuwa napenda kuigiza. Stadi ya kujitambua ni miongoni mwa mada zilizomvutia sana na kujua thamani yake na uwezo uliojificha ndani yake. Alichochea kipawa chake cha uchoraji na huko nyumbani akaanzisha miradi ya kilimo na ufugaji wa samaki. Kuna jamaa wangu mmoja aitwa Rashid Ali. Huyo toka hapo msingi yeye afuga samaki wa mapambo. Nikamwambia, "Wara, Chidi, hivi wadudu wako wana faida gani?" Bwana, kanambia bwana mimi kwa sababu kule mtani mimi ninapokaa kidogo kuna watu wenye uwezo nini, mimi nawauzia. Kaambia wauzaje? Kaambia mimi mmoja naweza kumuuza hata shilingi 2000. Fanya mimi hapa kama rafiki yako. Mimi nakupa shilingi 3000 utanipa ngapi? Na mbona akaenda akanipa 10. Baada ya miezi 2 wakaanza kuzaliana. Mimi sijapoa, nikatangaza biashara kwa watu. Watoto sasa mtani wadogo jana mimi nauza samaki wakija 500 buku, ngapi. Katika safari ya kujitambua, vijana wengi wamegundua kuwa mafanikio hayaanzi na mtaji pekee, bali huanza na maarifa. Ni katika msingi wa haya yote kuna masuala ya afya ya uzazi yanayohitaji maarifa. Kwa mfano, hedhi. Hii ni hali ya kawaida ya kibiolojia ya mwanamke ambayo kwa muda mrefu imezungukwa na aibu. Jamii haitoi nafasi, wazazi wako kimya, na walimu wanaotegemewa hawasemi lolote. Sisi kwenye malezi yetu vitu vingi sana vya kike vilikuwa vinabaki kuwa vya wanawake. Vitu vya kiume vinabaki kuwa vya kiume. Nikichukulia mfano mdogo, mimi wakati mdogo ulikuwa ukinituma sokoni niende na kikapu, hata kama ndabeba machungwa mawili, ni adhabu kubwa, ni bora unipe kilo 10 kwenye kiloba, sababu nilikuwa nachukulia vikapu ni vitu vya kike. Hata hivi baada ya kuajiliwa 2014, mimi ulikuwa unitumi pedi. Yaani kwamba hata wewe unaanzaje? Yaani kuniingia, yani kuniambia kwamba eti kaninunulie pedi. Kwanza sio maneno ambayo unatakiwa uyatamke mbele yangu. Kwanza nilikuwa naona kama unatukana hivi. Lakini nilipojiingiza huku katika mambo ya Fema na kushiriki semina mbalimbali, mimi binafsi kanipa zile aibu kuondoka na kuwa muwazi kwa wanafunzi. Kwa hiyo naweza ngasema hilo limenisaidia kwa kiasi kikubwa kwa sababu nipo karibu na wanafunzi na nawapa elimu sasa na mimi kuhusiana na habari hizo za kuweza kufahamu ada zao za mwezi zile. Lakini sasa hivi mimi kwa hapa shule nina uwezo wa kwenda tu pale hospitali au kupiga simu nikawapa taarifa, bwana tuna kipindi Alhamisi tunameomba muweze kufika, bila kutumia zile protocol ambazo kwamba tulizoea. Kwa hiyo kwa shule pia imenisaidia kutengeneza channel na watu wa taasisi nyingine nje kwa urahisi. Katika mradi wa Kijana Jitambue, tofiki yangu pendwa ilikuwa hedhi salama. Kwa sababu ilifikia kipindi nimeipenda mpaka nikaamua nitafute bango nichore, niandike hedhi salama. Nimeiandika na nikaibandika katika miti ya shule. Kwa sababu
Mwanzo mimi nilikuwa nikimwona dada tuseme hivi, yupo kwenye siku zake. Kwanza nitaanza kumkejeli. Wanuka. Kaa mbali na mimi, wewe una najisi. Yaani usinisogelee. Ukitaka tugomba nisogelee, yaani nikikujua tu. Ukinisogelea tugombana. Lakini toka nimejua, nikiangalia nyumbani nina dada. Shule nazunguka na kina dada. Sasa mimi ndo nimekuwa chachu. Sasa hivi ukija katika hiyo, kwa sababu form 4 katika utoaji wa elimu, ukija kipengele hicho napewa mimi. Maana watoto wadogo zetu wa form 1 wakiona ukiwaambia vile, wanaona mbona kama hatutukana. Lakini nilivyowasuka, niliwasuka mpaka sasa kweli. Sasa hivi wameiva, wamesimama hivi. Nashukuru Mungu. Nilipenda sana kujifunza uzazi wa mpango. Hii mada niliipenda sana. Nilijifunza kwa kuona, kwa vifaa na kwa maelekezo ya daktari kabisa. Ni hospitali ya wilaya ya Pangani tulienda. Kwa nini nasema nimeipenda hii mada ya uzazi wa mpango? Nimejifunza kwamba naweza kuja baadaye kupangilia familia yangu kupitia uzazi wangu wa mpango. Kwa sababu nachukua nimeipenda kwa sababu pia familia yangu, kwanza kusema baadhi ya ndugu zangu huwa wanazaa kwa kutokupangilia. Ndio maana nikapenda hii uzazi wa mpango. Nakumbuka nilienda kutoa elimu hadi kwa dada yangu uzazi wa mpango. Kwamba dada, hapana, hebu unaanzaje kupangilia hivi na hivi? Unajua ni dada zetu ameshakuwa, akanaona kama namfundisha maisha, akaniambia mimi bado mdogo, siwezi kufanyaje kumfundisha. Ujasiri wa Abasha aliupata kupitia mafunzo ya mradi wa Kijana Jitambue, lakini maarifa zaidi akayapata kliniki ya afya uzazi na mtoto, japo haikuwa rahisi kwa kuwa sio utamaduni uliozoeleka kwa binti kutafuta taarifa ya masuala ya afya ya uzazi. Na inaonyesha kwamba sasa hivi vijana wameamka, wana mwamko mkubwa. Maana yake wameelewa haki zao, lakini pia wameelewa huduma wanazostahili kupata. Mwaka 2022 tulikuwa na vijana wenye miaka 10 mpaka 24 waliofika kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya kwa halmashauri nzima. Walikuwa ni vijana 2801. Mwaka 2023 wakawa vijana 4800. Kwa kushirikiana na mradi wa Kijana Jitambue, mwaka jana 2024 tumekuwa na ongezeko la vijana wamefika 5445. Ni ongezeko kubwa na lazima tuwapongeze kwa sababu sasa vijana wameamka na wanapata huduma kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Hiyo ni kipengele cha uzazi wa mpango peke yake. Waliokuja kupata ushauri ni wengi zaidi. Kwa hiyo wanakuja kupata ushauri, lakini pia njia za uzazi wa mpango. Baada ya miaka 5 nitajiona Abasha ambaye ninaweza kuhamasisha wengine, naweza kutengeneza kitu ambacho mimi napenda au kina faida kwa jamii, naweza kuja kusaidia wazazi wangu kupitia mimi, wananitegemea. Sasa nikasoma, nikapambana na nikahakikisha naweza kusaidia wazazi wangu, vijana wanaonizunguka, na jamii yangu nzima, naweza kuja kuisaidia kwa kuwawezesha, kuwaonyesha kwamba wao pia wanaweza kusubutu kufanya kitu. Abasha Ramadhani na Bakari Shabani Kizamba ni miongoni mwa wanafunzi katika shule 70 za halmashauri 11 katika mkoa wa Tanga walionufaika na mradi wa Kijana Jitambue. Mimi kama kaimu afisa vijana, kwanza tunawashukuru na tunawapongeza sana Femina Hip kwa kutuletea mradi, kwa sababu una impact kubwa kwa wanafunzi wetu mashuleni. Wanafunzi wengi walikuwa hawajitambui wako shuleni kwa ajili ya nini. Lakini baada ya kuja kwa Femina kupitia hususani mradi wa Kijana Jitambue, wamekuwa na mabadiliko chanya, wamejitambua, wanajua kilichowapeleka shule ni nini. Tukiangalia kabla ya mradi na baada ya mradi, ufaulu pia umeongezeka, na hasa kwa zile shule ambazo zinatekeleza mradi wa Kijana Jitambue. Hata mradi ukisema kwamba uishie kesho, kimsingi elimu ambayo mimi nimeipata, kuna vitu vingi ambavyo mimi nimevipata ambavyo tumeviweka kwa watoto, lakini bado sisi tunao. Kwa hiyo mimi hata mradi ukiishia mwaka huu, kiishia kesho, bado yale ambayo tunayo tutaendelea kuyafundisha. Tutaendelea kuyaweka kwa watoto waliopo, watakaoendelea kuja, kwa sababu haya tunayo. Ndio maana nikakwambia faida kubwa mimi ninayoiona ya mradi. Mwanzoni huko ulikusikia mwanafunzi fulani kaacha shule, kapewa mimba, lakini baada ya mradi kwa kipindi cha mwaka jana, mwaka huu, hivyo vitu sijavisikia. Ni kwa sababu watoto wamefundishwa mambo waziwazi.
Tulivyokuja kwenye jiji la Tanga, tulivyokuwa tunaanza kushirikiana na wanafunzi, wazazi, walezi, viongozi wa dini, kulikuwa na changamoto kwamba watu walikuwa hawaelewi kitu gani tunataka kukifundisha. Wengi walikuwa wanahisi kwamba tunawafundisha matusi au tunawafundisha watoto wakafanye tabia ambazo sio nzuri, labda kuvuta bangi, wakafanye ngono. Lakini baada ya kufika kwenye mradi tukakaa na viongozi wa serikali, idara za elimu, lakini pia wasajili wa mashirika, tulikaa na waratibu elimu kata, walimu wakuu, pamoja na walimu, wazazi na viongozi wa dini. Tukawapa taarifa kwamba mradi wetu, tunajua siku hizi watoto wanajua vitu vingi hata kama sisi hatuzungumzi nao. Na kibaya wanajua vitu vingi lakini kwa upande wa tofauti ambao ni upande negative. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho tumekipata au mafanikio makubwa tumepata kwamba tumeweza kuwafanya wanafunzi wamekuwa huru, wamejenga uwezo wa kujiamini, kuuliza maswali, kutafuta taarifa, pamoja na kutoa mawazo yao, pamoja na kushiriki darasani. Na njia moja ambayo tunatumia katika ufundishaji, tunatumia elimu burudani. Kwa hiyo tunatumia visa mikasa, tunatumia wimbo, tunatumia maigizo dhima. Nakumbuka ile sini mpaka leo sitaisahau, ambao nipo zangu ndani ndio wanasema nyuma ya pazia. Naitwa Baba Amina. Mke wangu, nasemaje? Mbona asubuhi unaniamsha? Ushaniandalia hilo jembe? Nasema tayari mume wangu. Natoka nje, naambia jana niliacha hela yangu, nakumbuka shilingi 2000 kwenye mfuko. Nimempa mwanao na mdogo wake wakale shule. Nikamwambia sasa hiyo hela, hiyo ndio itakuwa matumizi leo na kesho. Kusoma mimi mbona sikusoma? Wamesoma wangapi? Kwa vile vitu vikatusaidia sisi kuwafanya wanafunzi waje pamoja na waweze kutoa mawazo yao. Anaweza asizungumze hivi lakini akazungumza kwa kupitia igizo au akazungumza kwa kupitia wimbo na ujumbe ukafika. Kwa hiyo uwezo wa wanafunzi kujiamini umeongezeka. Kwa sasa hivi mradi nimeona umebezi sana kwenye shule za sekondari. Lakini pia kwa sababu watoto wanatakiwa wapate elimu wakiwa kuanzia wadogo. Kwa hiyo ningetamani mradi nao ungefanya nini? Ungeshuka hata shule za chini wakapewa elimu kulingana na umri wao. Sana sana kwenye haya masuala ya kikatili. Kwa sababu mara nyingi ukatili unatokea sana sana kwa watoto ambao hawawezi hata kujieleza vizuri. Kwa hiyo kama ingependeza mradi ungeshuka chini zaidi ukawa unapanda. Maana hata wakija huku, hata kama mradi unakuwa umeisha, lakini wakija huku kwa sababu tuna hizo klabu kwenye mashule, manake tunakuwa tunaendelea kupeana zile elimu. Kwa hiyo tunaweza tukajenga jamii iliyo bora zaidi. Of course, I would love to see this project expanding with our support and our involvement to other regions. Although I'm not sure that is going to be a possibility. But what I really see as a potential with this is that the youth, and as they are engaged in the project, they see the value of initiatives like this, that they are benefiting from, and where people have poured their hearts into it, and then as they go through this process, that they become good citizens and then are willing to give back in the future and scale up the project also themselves. We are achieving our goals. But there's of course always so much more to do and so much more room to grow. So I think while we are achieving our realistically set goals, we are still on a journey together with the youth that we're working with. Katika dunia inayobadilika kwa kasi, uwekezaji mkubwa zaidi ni kwa vijana kujitambua, kuwa na maarifa sahihi na kuwapa nafasi ya kuchukua hatua. Kupitia mradi wa Kijana Jitambue, tumeshuhudia nguvu ya mabadiliko, kutoka ukimya hadi ujasiri, kutoka kwenye aibu hadi ufahamu, na kutoka kwenye ndoto hadi hatua.